Ousmane Sonko amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Senegal siku chache baada ya kufutwa uwaziri mkuu. Hatua inayofungua sura mpya katika mvutano wa kisiasa unaotikisa taifa hilo la Afrika Magharibi. Bunge la Senegal limemchagua aliyekuwa waziri mkuu, Ousmane Sonko, kuwa spika mpya wa bunge siku 4 tu baada ya kufutwa kazi na Rais Bassirou Diomaye Faye. Uamuzi huo wa wabunge unafungua ukurasa mpya katika mgogoro wa kisiasa unaotikisa taifa hilo la Afrika Magharibi, huku ukionyesha kuwa Sonko bado ana ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala. Ousmane Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal. Makofi yalitanda ndani ya ukumbi wa bunge la Senegal mara baada ya makamu spika Ismaila Diallo kutangaza ushindi wa Ousmane Sonko, mwanasiasa maarufu ambaye hadi wiki iliyopita alikuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Sonko alifutwa kazi pamoja na mawaziri wote wa serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yake na Rais Bassirou Diomaye Faye. Hali iliyoashiria kusambaratika kwa ushirikiano uliowapeleka madarakani kupitia chama cha PASTEF mwaka 2024. Kuchaguliwa kwake kuwa spika kunamrudisha katikati ya ulingo wa mamlaka na kunaweza kuongeza mvutano wa kisiasa kati yake na rais. Hasa wakati Senegal ikikabiliwa na deni kubwa la taifa na mijadala mikali kuhusu namna ya kuendesha mageuzi ya kiuchumi. Sonko alipata kura 132 kukiwa hakuna mbunge aliyempigia kura ya kupinga na mbunge mmoja pekee akijizuia. Alikuwa mgombea pekee wa nafasi hiyo baada ya aliyekuwa spika El Malik Ndiaye, ambaye ni mshirika wake wa karibu, kujiuzulu Jumapili na kufungua njia ya kurejea kwake bungeni. Baada ya kuapishwa, Sonko alisema hatatumia nafasi yake mpya kuanzisha mgogoro wa taasisi za dola wala kumwekea vikwazo rais. Hata hivyo, alisisitiza kuwa bunge halitakuwa muhuri wa kupitisha tu maamuzi ya serikali, bali litaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuisimamia na kuiwajibisha serikali. Hatua hiyo imekosolewa vikali na upinzani. Kiongozi wa upinzani Aissata Tall Sall ameutaja mchakato huo kuwa mapinduzi ya kitaasisi, akisema Sonko alipaswa kwanza kujiuzulu uwaziri mkuu ili kurejea rasmi kuwa mbunge kabla ya kugombea uspika. Kwa kiasi kikubwa, Rais Faye aliingia madarakani kutokana na ushawishi wa Sonko, aliyekuwa mshauri wake wa karibu na ambaye wengi wanaamini ndiye angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea uchaguzi kutokana na hukumu ya kashfa ya udhalilishaji. Sasa, baada ya kutimuliwa serikalini na kurejea akiwa mkuu wa mhimili wa bunge, Sonko anaendelea kuthibitisha kuwa bado ndiye mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa zaidi ndani ya chama tawala cha PASTEF na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi katika siasa za Senegal. Je, una mtazamo gani? Niandikie kwenye comment. Usisahau kusubscribe channel hii ya King Maurice TV.